Kisonga mbele ni kwa jeshi la Israel limewaambia wakazi wanaoishi katika mji wa Nabatie ulioko kusini mwa Lebanon kuondoka kufuatia mapigano ama mipango ya mashambulizi. Msemaji wa jeshi hilo alishtumu Hezbollah kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Siku ya Jumatatu, Rais Trump alitangaza makubaliano mapya ya muda ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah, akisema kuwa Israel sasa haitaendelea na shambulizi lilokuwa limepangwa dhidi ya Beirut. Hata hivyo, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameendelea. Taarifa zaidi na Isabela Mwagodi. Siku ya Jumatatu, Rais Trump alitangaza makubaliano mapya ya muda kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Hata hivyo, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameendelea. Rais Trump alitoa tangazo hilo baada ya kile kilichoelezewa kuwa ni mazungumzo ya simu yaliyotawaliwa na lugha ya kutoheshimiana kati yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na mazungumzo na wakilishi wa Hezbollah. Iran ilikuwa imeonya kuwa hatua za kijeshi za Israel nchini Lebanon ni tishio kwa makubaliano ya sasa ya kusitisha mapigano kati yake Marekani na Iran. Shirika la habari la kitaifa la Lebanon liliripoti mashambulizi ya Israel katika maeneo kadhaa ya kusini na kusema kuwa mlipuko mkali sana kutokana na ubomwaji mkubwa ulitikisa mji wa Debin. Katika miezi mitatu pekee sisi kama WHO tumeshuhudia mashambulizi zaidi ya 190 dhidi ya vituo vyetu vya afya. Tumepoteza wahudumu wa afya 128. Tumepokea pia majeruhi 322. Lebanon ilijikuta ikivutwa katika vita kati ya Marekani, Israel na Iran mnamo mwezi Machi tarehe 2, wakati Hezbollah iliporusha roketi kuelekea Israel ikiwa ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel lilomuua kiongozi mkuu wa Iran. Israel ilijibu kwa kampeni ya anga kote Lebanon na uvamizi wa ardhini kusini mwa nchi hiyo ambao umekuwa ukiongezeka katika wiki za hivi karibuni, hata wakati mashambulizi dhidi ya Beirut yamekuwa yakipungua sana. Watu 3433 wameuawa nchini Lebanon tangu kuanza kwa vita hivyo, kulingana na Wizara ya Afya nchi hiyo. Takwimu zake hazitofautishi kati ya wapiganaji na raia. Israel inasema kuwa askari wake 25 na raia 4 wa Israel wameuawa katika kipindi hicho pande zote mbili za mpaka. Marekani imekuwa ikijaribu kutenganisha matukio ya Lebanon na mazungumzo na Iran ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiipa Hezbollah uungaji mkono mkubwa wa kiitikadi, kijeshi na kifedha, na inasisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe amani nchini Lebanon. Isabela Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Kwingineko ni kwa Ukraine imesema watu 13 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema uharibifu mbaya zaidi umefanywa katika eneo la Dnipro na Kharkiv mashariki mwa nchi hiyo, na pia Kiev ambayo ilikumbwa pia na mashambulizi. Wafanyakazi wa dharura wamekuwa wakifanya kazi usiku kucha katika takriban wilaya zote kwenye mji huo mkuu wa Ukraine. Zaidi ya watu 100 wamejeruhiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Urusi imesema mashambulizi hayo ni kujibu kile ilichokiita vitendo vya kigaidi katika maeneo yaliyolengwa nchini humo. Wizara ya Ulinzi Urusi imesema imeshambulia maeneo ya jeshi la Ukraine. Ahmed Bahaj na taarifa zaidi. Maafisa wa kikanda walisema mvulana wa miaka 8 na mwanamke waliotolewa kwenye vifusi vya jengo la ghorofa walikuwa miongoni mwa watu 11 waliouawa mjini Dnipro. Katika mji mkuu wa Kiev, watu 5 na waliuawa. Zaidi ya watu 70 walijeruhiwa katika miji hiyo miwili, huku Kharkiv kaskazini mashariki ambayo pia ilishuhudia vituo vyake vya nishati na miundombinu ya kiraia vikishambuliwa, ikiripoti watu 10 kujeruhiwa akiwemo mtoto. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa mashambulizi ya awali ya Ukraine, ikisema katika taarifa kwamba malengo ya mashambulizi yote yalikuwa yamefikiwa. Wiki iliyopita Urusi ilionya kwamba ingeanzisha mashambulizi ya kimfumo baada ya kushtumu Ukraine kwa shambulio la mauaji katika bweni la wanafunzi, sehemu inayokaliwa kwa mabavu ya mashariki mwa Ukraine. Kiev ilisema kuwa imelenga kikosi cha kijeshi cha Urusi. Zelensky alikuwa ameonya kwamba shambulizi kubwa lingewezekana katika hotuba yake ya kila siku ya video siku ya Jumatatu, na kuwataka wakazi kuzingatia kwa makini tahadhari za mashambulizi ya anga. Jumanne
Jumanne asubuhi alisema Urusi ilikuwa imerusha droni 656 za mashambulizi na makombora 73 ya aina mbalimbali katika shambulio la usiku kucha. Tunahitaji msaada wa haraka kutoka Marekani wa makombora ya aina ya Patriot, rais huyo wa Ukraine alisema, akirejelea vifaa vinavyotumika kudungua makombora ya Urusi. Makombora ya Patriot yamekuwa yakipatikana kwa uchache, hali iliyochochewa zaidi na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Tangu kurejea madarakani mwaka jana, Trump pia amesitisha usambazaji wa moja kwa moja kwa Ukraine. Hivyo washirika wa Ulaya wa Kiev wamekuwa wakiyanunua kutoka Marekani kabla ya kuyapeleka Ukraine. Tangu usitishaji mfupi wa mapigano ulipomalizika mwezi Mei, Urusi imeanzisha mawimbi kadhaa ya mashambulizi ya makombora ya droni dhidi ya Kiev, ikiwemo shambulizi dhidi ya jengo la makazi lililowaua watu 24, wakiwemo watoto 5. Siku chache baadaye, Ukraine ilijibu kwa shambulio katika jiji la Moscow ambalo maafisa wa Urusi walisema liliwaua watu 3, jambo ambalo Zelensky alisema lilikuwa halali kabisa. Ukraine ilisema vitisho vya Urusi vilikuwa si chochote zaidi ya usaliti wa wazi wa kisiasa na kuzitaka nchi washirika kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi ambayo ilianzisha uvamizi kamili wa Ukraine mwaka 2022. Naam, ni taarifa yake Ahmed Bahaji. Matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Ethiopia yanatarajiwa kutangazwa katika kipindi cha wiki chache zijazo baada ya raia wa nchi hiyo kupiga kura na kusubiri matokeo ya uchaguzi wake wa 7 tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi mwaka 1991. Huku kukiwa na zaidi ya watu milioni 50 waliojiandikisha kupiga kura, chama cha Prosperity Party cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed kinatarajiwa kushinda kwa kishindo. Hata hivyo, mchakato huu umeelezwa kukabiliwa na changamoto kubwa. Nimezungumza na mwandishi wa BBC Monitoring Mohamed Maalim, kwanza nikitaka kujua juu ya kutangazwa kwa matokeo ya awali. Tume ya uchaguzi imewahimiza wapiga kura kuwa na subra na kusubiri matokeo kutoka kwa tume yenyewe badala ya kutegemea channels zisizo zake. Kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi nchini Ethiopia kwa kawaida huchukua wiki kadhaa. Hivyo hatutarajii kusikia matokeo hivi karibuni. Ethiopia imefanya uchaguzi huku ukiwa na ripoti za vurugu na kutoshiriki kwa mamilioni ya watu. Nini kinajiri kwa sasa kufuatia kura hiyo ya jana? Tume ya uchaguzi imesema takriban watu milioni 40 wamepiga kura kati ya wapiga kura milioni 54 waliojisajili. Hii ni sawa na 74% waliojisajili kupiga kura. Tume hiyo pia imeripoti kuwepo kwa dosari katika baadhi ya maeneo kama mji mkuu, ambapo ilisema baadhi ya maafisa wasio na sare rasmi ama maafisa wanaovalia kiraia walikamatwa wakijifanya waratibu wa uchaguzi. Aidha, ilisema pia ilifunga kituo cha kupigia kura katika mji wa Burji kusini mwa Ethiopia baada ya kubaini maafisa wakitia alama kwenye karatasi za kura. Jana pia kulikuwa na ripoti kwamba upigaji kura haukufanyika katika vituo vya kupigia kura takriban 143 kwa sababu ya usalama. Waziri Mkuu Abiy Ahmed anatarajiwa kubaki madarakani. Hii inamaanisha nini kwa mustakabali wa demokrasia ya Ethiopia? Ingawa Ethiopia imeonyesha udhibiti mkubwa wa kiuchumi na ukuaji chini ya uongozi wa Abiy Ahmed, nchi hiyo bado inaendelea kukumbwa na changamoto katika demokrasia ya kisiasa na uhuru wa vyombo vya habari. Kumekuwa na ukandamizaji mkubwa wa wapinzani wa kisiasa pamoja na vyombo vya habari. Ikiwa itaendelea kubaki chini ya uongozi wa Abiy Ahmed, tunatarajia mitindo kama huo wa utawala utaendelea. Naam, kama ulivyosema kwamba mamilioni ya watu katika baadhi ya maeneo hawajapiga kura, mfano Tigray, Amhara na Oromia hawakushiriki katika uchaguzi. Sasa je, serikali hii itakayoundwa itakuwa na uhalali kiasi gani? Kutofanyika kwa uchaguzi katika eneo la Tigray na sehemu za Amhara na Oromia kunadhoofisha uhalali wa utawala wa Abiy. Hali hiyo inaonyesha kuwa maeneo hayo yako chini kabisa au kwa kiasi fulani ya udhibiti wa waasi, jambo ambalo si zuri kwa serikali ya Abiy. Utawala wake umekuwa ukikumbwa na changamoto za usalama katika maeneo ya Amhara na Oromia, huku Tigray hivi karibuni ikitangaza kuunda baraza la mawaziri, ishara kwamba eneo hilo linazidi kujitenga. Jana kiongozi wa kundi la Fano alisema kuwa kundi lake litapambana na serikali ya shirikisho kisiasa, kidiplomasia, kiuchumi na kijeshi, na kwamba miezi ijayo itakuwa ya maamuzi, akiwataka wa Ethiopia wawe tayari kwa hilo. Jumuiya kama Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla, unadhani zinapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu na usalama hususan katika kanda hii kutokana na kinachoendelea Ethiopia? Ndio, ikiwa mvutano kati ya waasi na serikali utaendelea, unaweza
inaweza kugeuka kuwa vita mkali ama vita kamili ambayo itaathiri nchi mzima. Tunajua athari za vita ni pamoja na ongezeko la wakimbizi kuelekea nchi jirani za Ethiopia ambazo tayari zinakabiliwa na changamoto zao za ndani, uhaba wa rasilimali pamoja na kusambaratika kwa miundombinu muhimu. Hivyo basi kutakuwa na shinikizo kubwa kwa taasisi husika za kikanda na kimataifa.